Huyu ni amevaa vizuri wote amevaa vizuri, lakini tunatoa mfano. Amevaa nini? Tunaona ni kijana safi. Tena ukimwangalia tunasema ni kijana mpole. Haleluya. Ndani yake ana kimya, lakini kosa lake akishika fedha tabia inabadilika. Atukuzwe Yesu. Lakini akiwa hana fedha ni kijana nini? Kijana mzuri sana, mwenye sifa nzuri. Lakini akishika fedha anatafuta klabu iko wapi, anaenda kupiga kidogo, lakini inafanya inavurugika. Lakini ukikaa naye nakwambia sipendi, nachukia hii hali. Shida iko kwenye mazingira ya kushika nini? Akishika tu fedha, hiyo fedha haideki kwenda kwenye matokeo ya Mungu, inapeleka kwenye utawala. Bwana Yesu asifiwe. Na ameokoka na ndani ya nini? Ana Yesu. Lakini kuna nguvu ambayo bado inamtumikisha japo amemkiri Yesu. Halo. Ndio hiyo watu ambao unaona wako kanisani lakini bado kuna tabia, kuna chembe za aina fulani ya uovu. Tukuze Yesu. Na kwa kuwa anawezekana akakosa mtu wa karibu kumwambia hiki ambacho nakifanya ninakichukia. Unajua sisi walokole tulivu, anaigiza ule ulokole wake wa kuigiza, hamna kitu kabisa. Halo, tunamtumia nini? Tunamtumia wala Yosefu. Na kama hatoka vizuri tunamtenga na kule nyuma. Lakini mtu ukimsogelea karibu anakwambia kile kitu usikifanye. Sio mkutano wewe mtu. Anakwambia kabisa hiko kitu usifanye. Sipendi. Lakini ndani nimefika mahali hapa. Najikuta nimefanya. Nimefika mahali hapa. Sipendi tabia ya ulevi. Sipendi tabia ya kuvuta sigara. Sipendi tabia ya kutukana. Lakini najishangaa tu neno lishanitoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini asipokuwa katika kile kitu ambacho kinamfanya anakuwa mzuri sana. Yaani kama hapa kanisani, kama kusafisha uwanja hapa mpaka kule yeye anafanya hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hadi mchungaji anamfurahia. Lakini mbaya ashike kitu ama mbaya kutane na mtu fulani. Akikutana tu na mtu fulani mashangaa akifanye. Kwa kuna kitu kinachoitwa hali ya ukombozi. Mazingira nini ya ukombozi. Bwana asifiwe. Kwa kama ni tabia fulani mtu anayo, yule mtu anahitaji ibada inayoitwa nini? Ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huyo mtu hata ukimwongoza sala ya toba mara 50 bado ataishi kwenye ile kitu. Kwa nini? Ni kwa sababu ya nini? Ya kitu ambacho kipo ndani yake ambacho kinatawala nafsi yake. Bwana asifiwe. Kinatawala nini? Yaani mwanadamu yuko katika huyu ni mwanadamu. Mwanadamu yupo katika sehemu 3. Hello. Yaani wewe upo katika sehemu ngapi? Sehemu ya kwanza ni mwili wako. Huo ambao sisi tunauona. Bwana asifiwe. Sehemu ya pili ni roho yako. Na sehemu ya 3 ni mwili wako. Na ni nafsi yako. Haleluya. Nafsi na roho iko ndani ya nini? Roho ya mwanadamu ni Mungu mwenyewe ndani yake. Nafsi yake ndio kitu ambacho kinaingizwa matendo. Atukuzwe Yesu. Ushaikuona unajiona katika ndoto? Ushaikuona unajiona kwenye ndoto? Sasa kile ambacho unajiona kwenye ndoto, yule ambao unamuona kwenye nini?
kwenye ndoto ambaye amefanana na wewe kimwili, yule mtu ni nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo roho ya mwanadamu inaweza kumfanya mwili akakiri wokovu, lakini bado mwili ukatumika kwenye tabia fulani. Atukuzwe Yesu. Bado mwili ukafanyaje? Ukatumika kwenye aina fulani. Kwa nini unatumika? Kwa sababu nafsi bado haijapata ukombozi kwenye hilo eneo. Sio watu pamoja, kama unanielewa tunakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo unaweza kukuta mtu ameokoka, lakini ukiacha simu hapo, roho yake inamwambia umeokoka, nafsi yake inamwambia chukua. Roho yake inamwambia umempokea Yesu, nafsi yake inamwambia acha ujinga, chukua. Haleluya. Sasa nafsi inaenda kuwa na upana zaidi, inamwambia unajua Yesu ni shingapi? Ndio siku ukichukua ukaenda pale senta, unapata mteja sahihi, chukua. Unachukua hivi, basi moja nirudishe. Nafsi inazungumza na kuambia isibe. Bwana Yesu asifiwe. Unashika kidude cha kuzima, lakini zima, unaizima. Baadaye unasikia mtumishi anatangaza, shemasi anatangaza, jamani kuna mtu amekota simu ya mtu. Unasema nirudishe bwana. Ukimwangalia mtu anakuja ndio unasema ngoja nirudishe. Nafsi inakwambia ondoka hapo. Haleluya. Inakwambia nini? Ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuinusa unasikia hali ya kujihukumu. Kwa nini nimefanya hivi? Kwa nini nimekuwa hivi? Mimi simeokoka. Kwa nini natenda hivi? Atukuzwe Yesu. Unakuja madhabahuni, unaomba toba, unaomba nini? Rehema. Kosa lingine, unakuja siku ya baadaye unashangaa mtu ameacha nini? Mkoba wazi. Ukichukulia hivi ndio umefunga. Basi nasema hela hiyo. Una hela hapo mfukoni, chukulia ile mfuko itakusaidia. Roho inakuambia sio ya kwako. Nafsi inakwambia unajua Mungu anaachilia milango mbalimbali ya riziki. Kwa Mungu amefungulia nini? Mlango. Wangapi hawajaiona hiyo? Umeiona hiyo vitu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unatazama mazingira, unachukua. Unaweka mfukoni. Haleluya. Lakini baada ya kuitumia unasikia kujiuku. Sasa shida iko wapi? Shida iko kwenye roho. Shida iko kwenye nini? Nafsi inakuonyeshia mazingira ambayo bado hujakomboleka. Tunapozungumza ukombozi ni hali ya kutolewa katika vifungo ama mateso ama dhambi na kurejeshwa kwenye asili ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama ile eneo bado hujakomboleka, maana unahitaji ukombozi katika hilo nini? Bwana Yesu asifiwe. Umeokoka kabisa wazi, lakini uongo huko kinywani. Kila ukitutumisha hivi uongo utoke, bado upo hapo. Haleluya. Mimi nina kijana ambaye anatuza nyasi. Na anatuza kondoo. Sasa yule kijana wasiku akaniambia, kwa nini mdanganya? Sijawekea kweli nyasi sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hawajana nyasi sasa hivi. Hapo ndio mwanzoni amekuja. Sasa alianza kunizoea. Akawa mwenyewe anadanganya sasa. Haleluya. Anadanganya. Sasa mimi mtu akindanganya kuna ishara Roho Mtakatifu ananipatia kwenye sikio. Nikamwambia anaitwa Emmanuel, nikamwambia Emmanuel unadanganya sasa. Sasa nikimwambia nidanganya sasa anacheka. Nikamwambia ila baba ni kweli. Sijafanya.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini si kwamba ajui anaongea na mtumishi wa Mungu na atajua kwamba namna gani, lakini nafsi inataka kumweka kwenye makosa. Nafsi inataka kumweka kwenye makosa. Anajua kabisa hapa nikishikwa nitapigwa nifu, lakini nafsi inampatia ujasiri, wewe tenda tu, si utatubu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si kama naeleweka vizuri. Si kama naeleweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inawezekana umeokoka, lakini bado kuna aina fulani ya tabia inafanya kazi ndani. Kuokoka umeokoka, lakini kuna nguvu fulani ya tabia ambayo bado inatumika kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja nilishia kumfuata, nikamwambia kila kinachopita kwa hakika. Nikamwambia bado nafsi yako inatumika kwenye masikio. Haitaki kutoka. Halo. Sasa unaweza ukajishangaa. Mbona nimeokoka ni miaka 10, lakini mbona bado ninakatalia fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo kitu nipatie shida Mungu. Mungu anajua niko sawa, utabadilika. Hata ukija mbele zake umeshangaa kuna nguvu ya Mungu na kunujika kweli. Hadi jirani yako ambaye anajua tabia unayo anasema huyu nafiki kweli. Bwana Yesu asifiwe. Anahisi unaigiza, kumbe kweli unakujika. Lakini jirani yako anahisi afanye unaigiza kwa sababu kuna tabia ambayo anajua ambayo si ya wokovu. Acha Yesu. Yaani huyo anapomujika kwenye ibada kati ana kiburi. Yaani ana kiburi kabisa, tunajua kiburi chake afu yuko anapomujika wapi na wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu asiyekuwa na upana anaweza akatupa tu mawe kila wakati juu yako. Acha Yesu. Kuna watu ambao wakishika tu fedha wanaumwa. Kila akishika fedha, yaani ana kiwango chake. Hela mwisho kuishia laki moja. Akiona laki moja haumwi, 50,000 haumwi, 20,000 haumwi. Akishika tu 200,000 kama tu moyo anakuwa mtoto. Nenda wapi? Kumbe katika ulimwengu roho nafsi yake inatumika kutokuvuka mahali fulani. Huyu asije akajenga, asije akaweka akiba. Kwa unashangaa unaishi maisha yale yale mwaka kwenda mwaka. Una malengo mengi, lakini kila malengo yanapofika kwenye wakati wa fedha, huoni hiyo fedha. Bwana Yesu asifiwe. Unabaki kumwekea Mungu na Mungu, nimekukosea nini? Mbona mimi nakutumikia? Mbona mimi nakumcha wewe? Nimekosa nini mbele zako? Halo? Inabaki kuwa faraja Mungu anakutumia neno, niko sawa utakumbuka. Naona hivyo nimekomboleka na Yesu. Leo unasikia kama vile hauwe. Unaona mwangaza tena mpya. Inafika tu wakati mwanzoni ulikuwa unaumwa wewe, umeshika tu hela wewe hivi, unashangaa mtoto anaumwa. Bwana Yesu asifiwe. Ikifika kiwango cha 100,000, hakuna mtu anaumwa. Unarunda na nani? Yesu. Lakini ukitaka kuvuka pale, unashangaa mdomo unafunguka. Sasa ni ishara wazi, ukiona kitu kimetokea mara moja mara mbili, unatamani ushinde, lakini unashangaa ushindi. Mbona unakuwa hivi? Ni ishara wazi kwamba ndani yako kuna eneo fulani ambapo nafsi yako inatumikishwa. Ndipo Mtume Paulo akasema, si mimi nitendaye, bali ni ile kitu ambacho kimehubiri
hakai neno jema. Kwa si mimi nimefanya hivyo kitu, bali kuna kitu kipo nini? Sasa kitu gani ambacho kipo na kinatumikisha kitu gani? Inatumikisha kitu kinachoitwa nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wazi kabisa nafsi yako kuna eneo linahitaji nini? Kombozi. Atukuzwe Yesu. Na ukikaa wazi unaweza ukakumbuka labda kuna ndoto ambayo ushawahi kuota ya mkini unagongwa na nyoka, ama una kitu kinakung'ata, ama una namna ambavyo kuna wanyama wabaya wanakufukuza. Bwana Yesu asifiwe. Leo asubuhi nilipigiwa simu na mshirika wangu mmoja wa Dar es Salaam. Ananiambia ameenda kufanya vipimo vya moyo. Shida iko wapi? Anakwambia nililala nikaota wachawi wanafanya kikao. Kuanzia pale mapigo yangu ya moyo yako sawa. Ninahisi kama vile shida mlimwa. Nikaenda Tumbi, sijui Tumbi, hospitali ya Mwimbia tamu nyingine. Wameenda wakapigwa. Wanamwambia mbona una shida ya moyo? Lakini nasema kuna kitu nakisikia kinachoma mpaka kwenye mgongo. Bwana Yesu asifiwe. Shida ni wapi? Nikamwambia kuna kitu nikiona. Akaniambia niliota na waona wachawi wanafanya kikao. Kumbe ndoto Mungu alinijulisha nafsi iko kwenye shida. Kwa ghafla mwili ukapata shida. Bwana Yesu asifiwe. Na kuokoka ameokoka na Yesu anaye na anatambana. Haleluya. Nini kinachoishi katika Yesu? Ni mwili wako. Atukuzwe Yesu. Petro wa pili sura ya pili. Petro wa pili sura ya pili mstari wa 19. Petro wa pili sura ya pili mstari wa 19. Anasema hivi, wakiwaahidi uhuru nao wenyewe ni watumwa wa uharibifu. Maana mtu akishindwa na mtu huwa mtumwa wa yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa chochote ambacho kinakushinda, maana kuanzia hapo unaanza kuwa mtumwa wa kile kitu. Ikiwa ni hasira inakushinda, unaanza kuwa nini? Mtumwa wa nini? Hasira. Ikiwa magonjwa ndio yanakushinda, unaanza kuwa mtumwa wa nini? Ushikamona mtaja atazoea ugonjwa anaita ugonjwa wako. Bwana Yesu asifiwe. Ina mkanao wa 10 na ngapi? Ni ugonjwa nishauzoea. Kwa nini? Kwa sababu ishamshinda.